Halo? Yes. Sasa hii mshale nimeweka hapa ni kiroho. Yes. Ni kiroho. Vile unasikia watu wakisema kwa TV, mzee mmoja yuko Kisii aliniambia jana amekunywa maji amepona. Sasa kama tunaombea maji kwa TV, mimi nitaikomanda hapa. Ninajua amuelewi sababu wengine umezoea dini. Kama tunakomande mapepo huko, nasema ndio hiyo shika, inashikwa. Nasema kuna roho 7, shika pale kwa kona, unaona inashikwa, inaletwa hapa. Nitakomandi mshale ikiwa hapa. Mimi nakwambia kuna mtu atagongwa katika jina la Yesu. Nasema kuna mtu ataenda chini katika jina la Yesu. Nataka leo uinue imani yako na nikukumbushe tena, umekuja kwa madhabahu iliyo na uhai. Umekuja mahali with Christ is an assured deal. There is no guesswork. The deal is assured. Sawa sawa. Anasema ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Wale wanafanyanga hivi na unarogeka. Sasa mimi nikiweka mshale hapo, ni komande kwa anga iende kwao. Si vile wanafanyanga, na sisi tumekomandi hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Fanya hivi. Sema I command in the name of Jesus. Mahali mmekaa mkitaja jina langu, mshale hiyo achilia mshale. Sasa naona tunaenda kwa roho moja. So hatujakuja hapa mchezo. Tumekuja vita. Tumekuja kupambana nao. Tumekuja kuwaeka chini. Na ukitaka kujua Mungu anakuinua, jambo la kwanza huwa ni vita. Ukiona vita, ujue hiyo ndio mtihani ya kuinuliwa. Nimekuja kuongea na mtu hapa, nikwambie you are qualified. Umequalify kuinuliwa. Hiyo vita haikuwa ya kukuua, ilikuwa ikuinue. Kabla Mungu akuinue, kwanza unapitia wapi? Hii mwaka nimekiona kabisa. Nimeshika maagent mpaka nilishika maagent mahali walifikia mwisho. Sasa ikawa si maagent, ni washirika. Wakatoana. Walitoana hata sikuelewa. Mpaka siku moja Pastor Madhi wakuja kaniambia, hapa wamama wanakaanga hawako. Unajua mimi nishazoea sababu nimekuwa na kanisa miaka 15. Kuna siku nilikujanga asubuhi nikapata praise hakuna na wa keyboard. Mimi nikahubiri. Nitafanya nitalia. Si iko na mwenyewe. Nikahubiri. Dada moja alikuwa hapo akanipa 10,000. Nikaongeza 2,000 nikalipa hall. Mimi nikaenda nyumbani kulala. So mimi najuanga. So lazima ningepitia hiyo ndio tufike hapa. Viewers all over, this is Kesha Friday. Sasa na wewe nimekuja kuongea na wewe. Nikwambie hiyo vita umepitia. Sasa baada ya hiyo, ngojea kuinuliwa. Nasema ngojea kuinuliwa. Nasema ngojea kuinuliwa. Tunakubaliana? Ngojea nini? Kuinuliwa. Mungu atakupitishia hapo kwanza. Mpaka watu waone ni kama uko wasimu. Watu waone ni kama una Mungu. Daudi amepigika. Mpaka Daudi ameenda mbele ya mfalme wa Moab, amejifanya wazimu. Mwanaume mzima amepakwa mafuta, amejifanya wazimu, anamwaga mate huku, lakini Daudi anajua mimi si wazimu, but because of the occasion, wacha nijifanye wazimu wasinimalize. Baada ya hiyo Bwana akamuinua Daudi. Nimekuja kuongea na mtu usiku wa leo. Baada ya hiyo umepitia, ni masaa ya kuinuliwa. Na kule kwa maadui, mshale unaanguka kwao, mshale utawakula, mshale utawatandika. Fear, usiogope. Vita ndio chakula chetu, vita ndio mtihani wetu. Sasa mimi leo nimekuja kukusaidia. Mimi nimemaliza yangu. Milima 7 mwanangu. Watu wa Mombasani, tuko Mombasa. Kuna dada anaongea Kiswahili. Alisema Mirikiti ama nini huko? Tuko Miritini. Tuko Miritini mchungaji. Si tumezoea tuko na hii. Yuko hapa Carl Talks. Si tumezoea rafu.
Unajua Nairobi ni rough. Nairobi ni survival. Mtu anakugonga hivi na anakuambia tumia akili. Na yeye ndiye amekugonga. Yeye ndiye amekugonga badala ya kuambia pole. Tumekuja na gari vizuri zamani. Dada moja amevaa high heel. Ile mnasema ni namba ngapi? Hii refu sana. 6. Amenikanyaga naenda lunch hour hivi. Nikasikia ni kama napiga nduru kwa gari. Yaani huyo dada alikanyaga, hata nikasikia mkojo nimeisikia hapo somewhere. Hapo hivyo. Nikamwangalia na huruma. Baka nikashuka. Aniambii pole. Sasa hiyo ndio maisha ya Nairobi. Anasema ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Ukiona ndugu yako ako kwa vita, usimwache. Muimarishe. Mwambie my brother, hapa nilikuwa, utashinda. My sister, hapa panaendanga hivi, utashinda. Mimi nimekuja kuimarisha mtu, nikwambie hii haitakuua. Masaa ya kushinda imekuja. I have come to help you. Nimekuja nikusaidie, nikwambie namna hii haiuangi mtu. Hii hautakufa. Yesu atakusimamisha. Yesu atakusaidia. Amen. Waefeso 6 mstari wa 11. Patia mtu high five, mwambie be strong. Waefeso 6:11. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweka. Halo, tutaingia hapo. Leo ndio tumewavalia hivi. Hii si nguo inavaliangu wakati mzuri. Kuna watu tutazika wenyewe one by one kwa jina la, hatuwezi vuka mwaka nao kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Tunakubaliana? Tutaingia hapo, tutasaidiana. Hii watu ni wengi sana. Hata kama mtu mmoja kaingia hapa, tutakanyorosha sisi wote. Sasa tutaenda hivyo kwa anga. Tutaenda mpaka kwenyu, nakwambia twende. Wewe ukiwachwa hapo shauri yako. Tutaenda mpaka kwenyu tushike hiyo kamchawi. Hako kamchawi kanaweza turoga sisi wote. Kuna mtu anakula ngozi yake leo. Tutaingia hapo, tutakafuruga. Mimi ninaachilia tu misale kwa anga, wewe unapambana. Kile kinakukulanga usiku wa leo, nataka ukieke chini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Vaeni silaha za vita. Mpate kuweza kupiga ila za shetani. Mpate kuweza kupiga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama. Bali ni juu ya falme. Na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza. Unaona, for our struggle is not against flesh and blood. Anaanza number 1. Anasema but against the rulers. Na ndio unaona anga inakuwa na wenyewe ambao wanaitawala. Inakuwa na watu ambao wameishika. Saa zingine kupenya kwa hiyo anga unatafuta si rahisi. Paulo alielewa anga vile inaenda. Anasema number 1 ni watawala, rulers. Maroho inao control anga. Inaosema sisi ndio tunashika doria. Sisi ndio tunaongea huku. Hiyo maroho inaongeanga, tunaikamata. Tunaicommand kila anga ya Nairobi, kila anga ya Eastland, kila anga ya Kenya, kila maroho inatawalanga. Tunawaeka chini leo watawala kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yule msichana aliniambia, sisi tunatawala anga na mchanga. Niambia tunaishi kwa mchanga lakini tuko hapa kwa anga. Hizo ndio zilileta vita nyingi. Hapa niambia tuko hapa kwa anga hapa. Uwezi patiwa kama hujashinda. Baka ushinde. Sawa sawa? Yeah. The journey is not for small boys. It is for men, not for boys. Boys waende wakule biscuit nyumbani. Patia hawa Britannia boys. It is for men. Bible inasema acquaint thyself like men, not boys. Boys hiyo waende wakakucheza mpira na wakakunywa nini? Kuna ile juice ilikuwa unachanganya na maji, unakata kakaratasi hivi. Waende wakakunywa juice cola na biscuit boys. It is for men. Injili ya walio tairi. Kuna injili ya wajatairi. Hii ni ya walio na wakapona. Usiongezao wakapona. Ameanza. Hakuna kitu, ninajicontrol sana. Hiyo inanisumbua. Juu vile nahangaika. Rulers.
Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Unaona, falme na mamlaka. Juu ya wewe pole. Nataka leo uende kwa anga yako. Kama kuna mtu alikaa hapo kwa anga yako, utoe yeye. Utoe. Hawezi niambia ama nikukumbushe umekuja kwa mtu mkubwa. Wewe niambia ati pasa mliachana huko ati bado unaota naye. Anafanya nini hapa? Mrudishie ndoto yake. Anafanya nini kwa anga yako? Hawezi kuja kwa anga yako. Hata girlfriend nimuone nitanyoa yeye mohawk. Nimuone kwa anga yako. Me, I don't dream those nonsense. Anasema kushindana, kumbe tuko kwa mashindano. Kumbe hii hujapata ni sababu umeshindwa. Kumbe hii umekwama ni sababu umeshindwa. Ukiona mtu amepata ameshinda, anasema kushindana kwetu. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Anasema kwanza ni falme na mamlaka. Lazima ushinde hiyo. Lazima upambane usiku wa leo na falme na mamlaka zilio kwa anga yako. Ziko kwa anga yako, si kwa ya jirani, anga yako. Hapa kuna watu wako hapa kwa anga yako. You cannot see them with the naked eyes. Lakini kiroho wako. Anasema falme, anasema mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Anasema wakuu wa giza. Endelea. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Na majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Anasema hiyo ndio vita tuko nayo. Huyu mtu mimi napenda yeye sababu alienda sana katika ulimwengu wa kiroho. Alienda mpaka Paul akaelewa anga imekaliwa na maroho 4. Akaelewa kuna rulers, kuna authorities, kuna powers of darkness na kuna evil forces. Kuna force kwa anga. Unapata mtu anaenda force inarudisha yeye chini. Anajaribu kupanda force inamvuta chini. Paulo alipoongea anasema namjua mtu. Ni katika mwili ama katika roho siwezi elezea. Anasema mtu huyu alichukuliwa peponi akaenda. Sasa Paul alipoenda peponi aliona hizi anga zikiwa zimepangwa na akagundua kila anga kuna wakubwa wa anga wanatawala. Kuna wakubwa wa anga ambaye wanakaa kwa anga hiyo. Hii unaona watu ni wazimu, si kupenda. Ni maroho ya anga inapiga mtoto anakuwa wazimu. Marko 5:10 mapepo inamwambia Yesu usitutoe katika mji. Maana makao yetu sana ni mji huu. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Unaona, yakamuomba Yesu sana. Yakamwambia Yesu usitupeleke nje ya mji. Wacha tukamate mji. Kwa hivyo huu mji ulikuwa umekamatwa na maroho gani? Maroho ya legion. Ulikuwa umekamatwa na maroho ya kukaa kwa makaburi. Ulikuwa umekamatwa na maroho ya kuenda uchi. Ndio maroho ambayo ilikuwa imekamata mji. Lazima uelewe kila eneo unaingia ni maroho gani imekamata, ni pepo gani zimekamata, ni katika huduma. Lazima uwe na spiritual mapping, ni roho gani inatawalanga huko. Usiku wa leo kupambana kwetu si kwa mwili na nyama. Tutalete chini. Nasema tutalete chini. Rulers wanaenda chini. Authorities wanaenda chini. Spiritual forces wanaenda chini. Mapepo ya anga inaenda chini. Na ikiwa kuna wachawi wanatembea kwa anga, leo ndio mwisho wao. Nasema leo ni leo. Leo ni leo katika jina la Yesu. Amen. Hello? Yes. Lazima ujue kutumia mamlaka. Lazima ujue tumepewa mamlaka. Lazima ujue tumepewa uwezo. Na leo nataka utumie hiyo uwezo ya kwenda katika anga. Awe ni nyanya yako amekalia anga ya kwenyu, leo I swear ataenda chini. Awe ni mchawi ataenda chini. Awe ni nabii wa uongo, eneo yake ni chini. Hello? Mimi nitakuwa Elisha wako tu. Mimi nitakwambia piga. Piga. Tunakubalia? Yes. Sasa anga uwe iko na wenyewe. Hata kwa biashara, ukiona mtu amepenya kwa biashara, ameshinda mkuu wa anga. Anaitwa strong man.
ukaa kwa anga. Kuna majibu huwezi pata, wale mnaandika huyo mkubwa akiwa ameshika anga. Ndio unaona mnaomba mnavunjika moyo sababu anga imeshikwa. Kuna majibu huwezi pata ya maombi huyo mtawala akiwa ameshika anga. Majibu huwezi patikana, anashikanga maombi. Ndio unaona unaombaomba unavunjika moyo. Unaombaomba unasikia utaki. Unaombaomba unaatakiwa. Maana kazi yake kubwa huyo controller, huwa ana control prayer, huwa ana control maombi. Anashika maombi hapo kwa anga. Ya pili, analete kuchelewa. Delay nyingi unaona inafanyika kwa maisha ya watu inasababishwa na mtawala wa anga. Akamwambia Danieli, tangu siku ya kwanza ulipoomba maombi yako ilikuwa imejibiwa. Akamwambia lakini nilizuiliwa siku 21. Kuchelewa kwingine unaona watu wamechelewa ni sababu wameshindwa kuangusha mtawala wa anga. Danieli, most of the people mahali wako hawafai kuwa hapo. Gusa mtu mwambie kaa macho. Tunaongea mambo very sensitive. Unaelewa? Lakini most of the people mahali wako hawafai kuwa hapo. Mahali wako most of the people wamechelewa. Tuko na watu ambao wamechelewa. Wamechelewa kwa maisha, wamechelewa kwa huduma, wamechelewa. Hawako kwa maisha yao. Sasa huyo mkubwa wa anga tusipo mshughulikia uchelewesha vitu. Ndio unaona tuko na watu wamechelewa. Huduma inaweza chelewa. Niliombea pasa moja hapa Wednesday. Akaniambia huduma iko 18 years. 18 years. Ananiambia hata nilikuwa nimevunjika moyo. Ananiambia apostle mimi nilikuwa nimevunjika moyo. Nikasema hata ni kama sitaki. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia sababu haikui, hakuna kitu kinafanyika. Mimi nilikuwa nimesema apostle sitaki. Nilikuwa nimesema kabisa mimi sitaki sababu hii huduma inanikula kichwa. Sasa unaona hiyo kuchelewa si ya kawaida. Nikamuuliza kunaendaje huko? Akaniambia baba the father of the great grandfather, the great grandfather alilaaniwa na Kikuyu, akaambiwa na wazee wewe uishe. Wakamwambia na Kikuyu uishe maana alirepu mtoto. Alirepu mtu. Sasa yeye hata aanze biashara inaisha. Akaniambia nilikuwa na kuku 2000 zote zikaisha. Kwa hivyo hiyo kitu iko kwa anga. Ili Danieli ashinde alitoka kwa mwili akaenda mpaka kwa anga, akaona hiyo mashambulizi, ndio akatuandikia hapo. Akaiona kuna vitu huwezi shinda mpaka uende kwa anga. 2022 nikiwa pale, Roho wa Bwana akaniambia ondoa kifuniko pale. Mpaka akanitajia kimewekwa na nani. Very serious matter. Na vitu zingine Mungu atakuongelesha na ufunge mdomo. Sababu ukifungua mdomo vibaya utauliwa. Zingine ukiongeleshwa funga mdomo. Zingine ni very sensitive. Kama hiyo ilikuwa very sensitive, hata niliamka nikaogopa. Hata hiyo jina nilitajiwa ndio wameweka kifuniko, nikawa hata nashindwa nitatajaje nikiomba. Nikapata ujasiri tu nikajikaza nikaanza kuomba. Ndio kanisa watu walianza kukaa kule nje. Kwa hivyo upenyo iko kwa anga yako. Usipotoka utoe pale iwezi jitoa. Kwa hivyo maombi inashikwa. Number 2, delay. Number 3, discouragement, kuvunjika moyo. Yaani unaona mtu ametumikia Mungu vizuri lakini kitu kinamuingia anavunjika moyo. Mtu amejitoa kutumikia Mungu kabisa. Anajaribu kutumika, anatumika, anagongwa kwa anga. Maana kwa anga mtu anaweza gongwa, anagongwa kwa anga. Mtu alikuwa karibu hivi kupata, anavunjika moyo, anawacha mambo ya kutumikia Mungu. Alikuwa anaomba, anawacha maombi. Alikuwa anatoa, na maybe hii kutoa, maybe agenda ingine 3 afungue, maybe agenda ingine 2 ama 7 ndio afungue. Anapigwa na kitu, anavunjika moyo. Sababu ule anatawala anga, analetanga spirit of discouragement. Unapata wakati anga imekaliwa, watu wanaingiwa na kuvunjika moyo. Mtu amekaa kwa Mungu vizuri, unashindwa nini hii ilimpiga avunjika moyo. Mtu ametumikia Mungu hivyo. Wao unadhani watu kama sisi tungekuwa tunavunjika moyo, maono kama haya ingekuwa wapi? Huduma kama hii ingekuwa wapi?
Rafa TV leo ingekuwa wapi kama tungekuwa tunavunjika moyo? Vitu zingine zinataka upambane na ukatae kuwa discouraged. Sababu maroho ambayo inashika anga wanaangalia, wanaona huyu ako karibu kupata, tuvunje yeye moyo. Ako karibu kuingia, tuvunje moyo. Unapata unakuja mkesha kama huu naomba, ukirudi nyumbani ndio mzee amelewa chekari. Mapepo ya kukuvunja moyo. Lazima uelewe vita vya kiroho. Unapopambana katika anga, lazima ukatae na ukatae na ukatae na ukatae the spirit of discouragement. I refuse to be discouraged. Paulo anasema sisi hatuko miongoni mwa wale ambao uvunjika moyo na wanarudi nyuma. Anasema lakini sisi tuko miongoni mwa wale ambao wanaamini mpaka kuokolewa. Hii vita tutashinda. Hii mlima tutatoboa. Hii mabonde tutavuka. Hii mto tutaivuka. Halo! Wangapi tunakubaliana? Sema nakataa kuvunjika moyo kwa jina la Yesu. Kidogo tu. Sema nakataa kuvunjika moyo kwa jina la Yesu. Sisi hatuvunjiki moyo bwana. Nini hata hamjaona kitu. Kule tulikuwa tunakutananga lunch au hata tunakutana watu watatu. Mimi nimekuja na mafuta hivi nimepewa na mzee. Naambia Reverend, ile kitu utaona hapa hujawahi ona na macho yako. Na kweli kile aliona hakuwahi kuona. Nikamwambia kile utaona hapa hujawahi ona. Ngoja uone hizi lunch au. Na nikamwaga mafuta hivi. Hai, kile aliona hata hajawahi kuona. Tulikutana wangapi? Mimi, yeye na mama. Kweli kile aliona hajawahi kuona. Na hatukuvunjika moyo. Na sijui tulitoa wapi nguvu. Nikamwambia tushikane, tukaomba. Na nikamwambia tumefunga hii lunch hour. Tukutane deliverance. Wakakuja watu 6 mara ya kwanza. Hiyo ya Wednesday. Tukawa na ibada moja tu. Hiyo ingine wakakuja 12. Hiyo ingine 18. Deliverance ikashikia moto hapo. Sasa ningemwaga mafuta alafu niona wamekuja tumekutana watatu, niseme ni kama hii ifanye kinyume. Kumbe ingine Mungu ataka kufunga chapter ya zamani. Afungue chapter mpya. Naomba chapter ya zamani ifungwe. Jehova nasema Bwana Yesu afungue chapter mpya katika, wacha kukatalia ya zamani. Hiyo kuvutwa kazi ni ili uwe na biashara yako. Hiyo kusimamishwa kazi ni ili upate milango yako. A new chapter. Yes. Hello. Hello. Tukafunga. Kumbe Mungu hakutaka hiyo malanja hawa. Tukaanza deliverance ya Wednesday peke yake. Nikaenda tena kupata advice. Mzee akaniambia achana hii mambo yako ya lunch hour. Fanya siku moja, fanya hiyo deliverance. Utakosa ujumbe ya kupatia watu. Sababu pasa mdogo hauwezi kuwa na message ya kuhubiria watu daily. Unatoa wapi? Na ni kweli na mimi nilikuwa nimehubiri kila kitu ya Mungu. Macho ya Mungu. Nyinyi hamjui nyinyi. Mimi nishaiteseka. Kiganja cha Bwana. Hakuna kitu, si grace, si glory, si demon, si Holy Spirit, si Satan, si angel. Unajaribu kutengeneza ujumbe mpaka hata wewe mwenyewe unafika mwisho. Umehubiri kila kitu. Nilikuwa nimebakisha moja tu. Ile Mungu aliambia Musa utaona mgongo yangu. Sasa ilikuwa nikuja nianze kuongea mgongo ya Bwana. Si unaona hata unapata mtu amechanganyikiwa. Lakini hii moja inakuwa na power. Unapata message na unapata time ya kufeed spirit. Jifundishe kufunga the old chapter, ufungue mpya. Wengine umekatalia Jordani na Yesu anataka uvuke. Wengine umekatalia kitabu mzee na Yesu anataka ufungue kitabu mpya. Naombea mtu leo ukitoka hapa a new chapter. Naongea na jirani yako. Naona wewe ni kama unielewi. Nasema ukitoka hapa leo new chapter. Kwa biashara new chapter. Kwa ndoa new chapter. Kwa huduma new chapter. Kwa maisha new chapter. Unaelewa? Yes. Na ikaenda mzuri sana. Tukaenda makrusade. Watu wakaanza kukombolewa. Sasa hata kale kaole kakawa kadogo. 31st tunafanya Dandora.
na maisha ikabadilika mpaka leo. Unaelewa? Lakini ndani, hata tulipokuwa watatu, nilikuwa nasikia nguvu. Lazima usikize ndani. Ukisikia kushindwa ndani, ujue umekamatwa. Ndani ya ufai kusikia kushindwa. Yaani unakula sima na sukuma, lakini unasikia hiyo sukuma ni kama iko na mguu ya kuku ndani. Ni kama iko na firigisi. Firigisi ni kale kanatokanga nini? Napenda hako. Nikikuja kwako ukose kuniokea hiyo, utaona wewe. Hiyo ni ya wazee. Firigisi. Firigisi. Alafu kuna kale ka hivi hapa nyuma hivi. Watu wachoyo. Hiyo ni kitu ya kuwekea pasa jameni. Na pasa amekuja tu kwako siku moja. Si unamwekea tu mguu alafu unawacha mtu wa Mungu anaenda. Unajua si kila siku. Utawekeaje pasa hiyo kitu? Tena wewe ni muovu, unakakata peke yake, unampa kakiwa. Hata afadhali ukaleta na mgongo. Ya. Bwana Yesu asifiwe. Discouragement. Wale watu nilianza nao Dandora, saa zingine naumianga. Walienda wapi? Wengine walivunjika moyo. Niliona mmoja alikuwa anafanyanga mashirika na yeye. Anakuja hapa. Niambia apostle, nataka kuoa. Kuoa ameandika budget milioni ngapi? 1.5. Mimi mwenyewe nilioa sijui ni 30,000 ama ni 40 ama ni 50. Wewe umeandika 1.5. Kwani wewe unaoa msichana akibaki? Exploitation, kutuibia. Sasa amenishikia hivi 1.5. Mimi ndio nitakupa. Mimi nitoe 200,000 nikupe wewe ukaoe. No bongo. Si afadhali niwekee my mother in law. Nimwambie ulinipatia msichana vizuri, haukunisumbua. Chukua hiyo ukule kule. Mimi nikuchangia milioni ukatoe dawari. Odhiambo na ubongo wako. Siwezi changa. Sitachanga. Sichangi na nimekemea hiyo roho ya kikamba, sitaki. Sitachanga hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Mtu hataki kunyenyekea aanze chini akijilea. 1.5. 1 point. Hata ukipewa yote utalipa dawari. Unataka kujionyeshana kwa nani? Na utalipa urudi hapo hata sorry. Viewers all over, praise the Lord. The harrow of deliverance. Wewe soma maandiko tuko country right. Wakorintho wa pili 4:16. Unaona discouragement, kuvunjika moyo. Kwa hiyo atulegee. Wale mtaanza huduma, usivunjike moyo. Kwa Meru wanasema kaende. Kanoma. Hata ukiwa kubaya haje, pambana nayo. Vile imekuja, tulikuwa tunacheza football. Mimi napenda football sana. Nimetumana hizo viatu nirudi kucheza. I feel I need to play. Sababu ya body fitness. Usiniletee mambo yako hapa ati ndoto zako umeota. Nataka kuweka mwili fit. Sababu sasa kufa mapema. Kuna mpira ilikuwa inapigwa hivi. Si imekuja, unasimamisha, unapasa hapo. Na kuna mpira ilikuwa inakuja hivi, unasema rudisha vile imekuja. Unairudisha hivi. Sasa kuna vitu zingine kwa anga. Back to ni ile kwa mpira hakukuwa na back to sender, lakini hiyo ndio ilikuwa back to sender. Unaambiwa rudisha vile imekuja, unamrudishia hivyo. So na sisi tunawarudishia tu. Usivunjike moyo. Labda ni mzee unamuombea, nyinyi wa mama, aache pombe. Kwanza ndio unapata anakunywa 5. Na hapo mimi nikiomba ndiye anakunywa zaidi. Dawa ya moto ni moto. Ni kupambana na yeye hivyo mpaka temperature. Atakunywa siku moja ya diuretic. Huku anatoa huku. Utamwambia baba Kale, hii pombe baba ya reverend ndio unatoa hivyo. Na naona ukiendelea utaniacha. Mzee akiambiwa hivyo, atawacha haraka sana. Atawacha haraka sana. Sasa nyinyi mnaharibingi nyinyi wa mama. Unaenda kumwombea akisikia, unashika pombe ya mtu hivi. Ninaomba gaiwa mama tuile. Jehova wa igoro diraoya. Papa Johnny akikunywa hii diore na amesikia, utagongwa. Na Yesu hatakutetea sababu Yesu amekataa ukitumia ujinga. Hujatumia wisdom. Hakuna kuvunjika moyo. Inasema hivi Waibrania
Wakorintho wa pili 4:16. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Hebrews 10 verse 39. Hebrews 10:39. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao. Sisi hatuko miongoni mwao wasitao na kupotea. Wasitao na kupotea. Bali tumo miongoni mwa hao. Bali tuko miongoni mwa hao walio na imani. Walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Ya kutuokoa roho zetu. Aturudi nyuma. But we do not belong, we don't belong with those who turn back and are destroyed. Instead we belong to those who have faith and are saved. Akatu NIV. Have faith and are saved. But we are not of them who draw back into perdition. Hakuna kurudi nyuma. Sasa roho anga ikiwa imeshikwa, kuna kuanga na discouragement. Unapata mtu anavunjika moyo tu. Hata wewe unasikia hii wokovu, ni kama imekuwa mlima. Sababu haujapasua hapa. Ndio Danieli alienda mpaka akapasua, akamwambia siku ya kwanza nilikuwa na majibu, lakini 21 days nilizuiliwa. Danieli agavunjika moyo, majibu haingepatikana. Kataa kuvunjika moyo. Namba ngapi? Namba 4, kufinyiliwa. Anga ikiwa imeshikwa, mtu huwa amefinyiliwa. Zakaria 1:21 inasema nikaona pembe, na inasema ikawa hakuna mtu anaweza inua kichwa. Ukijaribu kuinuka unapigwa, unarudi chini. Ndio naona kuna mahali utaenda unapata hakuna mtu ambaye anainuka. Anga ikiwa imeshikwa, mtu anainukanga unasikia amepigwa. Unasikia amepigwa na ugonjwa. Unasikia amepigwa na skando. Unasikia amepigwa na kitu fulani, sababu kuna mtu ambaye ameshika anga. Nami nikainua macho yangu. Nikaona. Natazama pembe 4. Nami nikamuuliza yule malaika. Aliyesema nami. Nini hizi? Ni nini hii? Naye akanijibu. Akasema, hizi ndizo pembe. Zilizowatawanya watu wa Juda. Na Israeli. Na Jerusalemu. Kisha Bwana akanionyesha. Sasa unaona, na ndio sababu nilikuja na revelation ya kuanoint kichwa yako ile siku ya kwanza tulipokuwa hapa. Sababu kichwa ndio kinapigwa kwa anga. Nyoka upigwa kichwa. Na Daudi alielewa, akatuandikia kwa Psalms 3:3, akasema lakini wewe Bwana ni muinuaji wa kichwa changu. Maana kichwa kuinuka, kama sasa vile tuko Nairobi ama tuko nchi ya Kenya countrywide, it takes the hand of God. Na wewe Bwana, niliona siku moja maono. Nilikuwa hapa melala, tulikuwa 2021. Nikaona vision, tuko wahubiri watatu. Bishop mmoja na pastor mwingine na mimi. Na kulikuwa na ile halaiki niliona, hata wa leo sijaipata hiyo halaiki ya watu. Na nilikuwa nimesimama, nimevaa sijui nilikuwa nimevaa nguo tu. Na mimi ndio nilikuwa naongea watu wananisikiza. Alafu nikataka nibadilishe nguo. Nikaambia upasa nishikie hii microphone niende. Nilikuwa naona ofisi ilikuwa somewhere ni kama pale. Nikaambia niende pale nijibadilishe, alafu nikuje nifanyia watu ibada. Huyu bishop akachukua microphone, akapatia, kumbe huyu pasa alikuwa wake. Akapatia huyu pasa wake rafiki yake. Huyu wake akaanza kuongea. Unajua vision huwa funny. Ni kama bado niko huko na ni kama bado niko hapo. So akajaribu kuongea. Mimi nikamaliza kubadilisha, nikakuja nikachukua